Hapo ndio Mungu anakaa. Yes. Mungu alifanya kazi siku ngapi? 6. Kwa sababu wangu tuko pamoja. Yes. Mungu alifanya kazi siku ngapi? 6. Siku ya 7 akaitakasa. Akapumzika. Yes. Shida hakuanza wiki ya pili. Na hajawahi anza na hatawahi anza. Kwa hiyo milele na milele anaishi katika hiyo Sabato. Anafanya kazi akiwa kwa Sabato. Interesting and working. Yesu akasema my Father works and I work. Yes. And the works you see me do, it's not me doing them, but my Father who lives in me. Yes. Ukiingia kwa hiyo rest, utampata kwa hapo ndani. Yes. Kuna wengi wamewahi jaliwa kwa hii dunia, hawakuokoka tu bali kwa imani, waliingia hiyo rest. Amen. Hao wanabeba Mungu na Mungu ako ndani yao, hao wamebeba Mungu. Usikutana nao na upate pesa kwa macho yao, chochote Mungu angekufanyia kinafanyika kwako. Amen. Nakwambia mwenye ameingia kwa hiyo rest, Mungu anaishi kwa hiyo rest. Na atokani na hatawahi toka. Atajia mahali pasiri pa Mungu, atafunikwa na kivuli cha He in the secret place, Most High. He shall abide under the shadow of the Most High, of the Almighty. 1,000 will fall at your left. And 10,000 at your left, but it will not come near you. Amen. The arrow that flies by day, it will not smite you. Amen. And the pestilence that walks by night, it will not smite you. Utakuwa salama mchana, na utakuwa salama usiku. Hautalia tena, hautawahi kutia tena, ati ninawajua wale wanamroga. Hautawahi tena sema ninawajua wale wanamroga. Ukiingia hii pumziko kwa imani, wewe umebeba Mungu na Mungu amekubeba. Mchana kijaribu kuroga, anapata wewe ni mtoto wa Abraham halisi, mwenye aliambiwa, mwenye atakubariki automatically. Anabarikiwa. Na mwenye anaplani automatically anaangukia. Anabeba Mungu. Kuna wale waliwahi onjeshwa, hata kama mchana kanaitwa Mary, malaika alimwambia mbinguni, unajulikana, umebarikiwa juu ya wanawake wote. Akaambia kwa maana Mungu ako na wewe. Naona huyo Mary kwa hiyo kijiji, naona huyo mchana, jaribu mroge tuone. Kama wewe ni rogi, jaribu roga Mary tuone. Mara ya tatu, kama wewe ni mchawi, wale wa wachawi wenye unaroganga mpaka wale wameokoka. Kama wewe ni mchawi, unaroganga mpaka wanarogeka, jaribu uroge Mary tuone. Mungu ako na yeye. Jaribu mpaka uroge Mungu. Kama wewe ni mchawi, kama wewe ni mchawi, jaribu uroge. Hawa vijana watatu wamebeba Mungu. Wanakaa ndani yao, na wao wanatembea na Mungu. Ukiwaweka kwa tanuri, utafungua mdomo wako, wewe mwenyewe utashuhudia. Tulitupa vijana watatu, mbona tunaona watu 4 wanatembea kwa hiyo moto, wanaongeleshana, hawana hasara. Lakini yule mtu wa 4, ile utukufu amebeba ni kama utukufu wa Mwana wa Mungu. Kuna watu wanampata. Hata juzi Bwana Yesu alipata wanaume wenye hawajasoma, wanaongea lugha ya matusi, matusi ya makanga, haiwezi toshana na matusi ya wavuvi. Fishermen and sailors, hawa ndio top kwa lugha ya matusi wenye hawajasoma. Yesu akakuja akawaambia, nitawafanya mnifuate, hata we make you, mnipe sometime, nitawaunda. Before it is all over, before it is all over,
wakisota wenye wameokoka, wakikuwa depressed wenye wameokoka, wakichanganyikiwa akili wapeleka malale, wenye wameokoka wanachanganyikiwa wanapeleka malale. Unasikia wenye achaokoka amejinyonga, tena unasikia tena wenye ameokoka amejinyonga. Wokovu ni kupata msaada, msamaha wa dhambi. Wokovu haimaanishi unatembeana na Mungu na umebeba Mungu ukiingia kwa hii pumziko. Ibrania chapter 4 verse 1 and 11 inasema verse 9, there is remaining a rest for the people of God. Amen. There remains a rest for the people of God. We are the people of God. Watu wa Mungu wanakuanga na 1 2 3. Ndio maana Mungu anasema ikiwa watu wangu wanaoitwa kwa jina langu watanyenyekea, waniombe, watafute uso wangu na waachane na 1 2 3 yao, maovu yao. Wahubiri wanabebananga na maneno 1 2 3. Gospel singers wanabebananga, inaitwa mwili. Kuokoka ameokoka. Kuokoka Mungu ni mtoto wa Mungu. Mtoto wa Mungu. Amepaa. Anamenyana vita na mwili na dunia. Kwa imani. Tafuta jirani mwenye amechangamka, wacha huyu mwenye uniongelesha. Tafuta mwingine mwambie kwa imani. Kwa imani. Naingia kwa hiyo rest. Naingia kwa hiyo rest. Mwambie naingia kwa hiyo rest. Naingia kwa hiyo rest. Naingia kwa hiyo pumziko. Naingia kwa hiyo pumziko. Haleluya. Rudia. Kuna wale wanaamini Joshua alipowapeleka Kanaani, mambo ya pumziko iliisha. It is past. Na wengine ni future. Akija atatupeleka tutapumzika. Ibrania chapter 4 inasema hata sasa. Hiyo ya Joshua ni sawa. Na hiyo ya Yesu ni sawa. Wote mbili tumekubaliana. Bali sasa kwa hii dunia, kwa hii dini, kwa imani, tunaweza ingia. Anasema tujitahidi kama tumeachiwa pumziko ya kuingia, tusiimize. Ambia jirani yako sitaimize. Kwa imani naingia. Kwa imani naingia. Siku